Thank you, thank you. Open with me in the book of Galatians. Wagalatia 6 mstari wake wa 7. Hiyo, that is our driving force. Galatians, New King James Version. Galatians chapter number 6 verse number 7. I'm going to move with speed because I want to conclude on time such that we may be able to anoint each one of you for the business mindset. The Bible says, Galatians chapter number 6 verse number 7. I believe Wanyeki, you are there, and you move and you help people, those who are having challenges with spelling mistakes. You can keep on lighting. In the first service we tackled 3 things. I believe in the second service you'll be able to tackle 5, and then we are going to anoint people ready to go and flourish and do business. If you believe, say a big amen. Can you look at your neighbor? If you believe you can do business, say amen. Hallelujah. Are you united to do business? Are you united to become great entrepreneurs? Praise Jesus. Sometimes you get fed up with. See your buyer as you start, like as you grow. I've never been employed. I've never been employed. You can also, unaweza sema, I can believe in myself. Look at your neighbor, mwambie neighbor, do you believe in yourself? Galatians chapter number 6 verse number 7. The Bible says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sow, that will reap also. The 2 great words there is sowing and reaping. Na ukisema chochote utakacho panda utavuna. Hakuna mkulima anaendaka kupanda bila kuwa na matarajio ya kuvuna. Na jambo la pili ni kwamba kuvuna is the time you harvest. When you are planting, nobody will be close to you. When you are having that mindset of a business, even if you share with the people, they will not be able to understand. They will not understand. But hear me, the Bible says, God, you cannot mock God. And this word, when we are looking at it internally, whatever. Unajua hii language ni ya agricultural way. Chochote ninapanda. It also gets applied into the business world. Kile napanda, nitakuja kukivuna. Hata kwa biashara, kile utakayopanda, utakuja kukivuna. Na kupanda ni kumaanisha nini? You plant, you invest, you sow. You know, English word has so many. It has a variety of explanation. You sow, you invest, you plant. And when it comes to sowing, to reaping as well, reaping means the harvesting time. And when I look at this church, I'm looking at this church at an angle of whereby majority we are in the age bracket of 30 to 50. The age of 30 to 50 is the time whereby we need to be so much engaged to what you are doing. Na kama kuna mchezo huko, uodoe mchezo, because the 20 years we are in as a church, if you are between 30 to 50, this is the time you'll be very busy. Na unasema ya kwamba all mediocrity behind me. All the mediocrity behind me. Na hapa huyu Paulo akiandikia Wagalatia aliwaambia, msidanganyike. Chochote mwanadamu anapanda, chochote. Whether you are planting time, whether you are planting resources, whether you are planting love, whatever you will be able to plant, you come to reap. Praise the name of the Lord. And this is the context of how we do things when it's come to business as well. Don't do things for the sake of doing it. Do it with the aim of harvesting. Anytime you engage into business, don't engage into business to please people or to please men. Enter to business with a mindset of doing what? Harvesting. With a mind of what? Making profit. With a mind of what? Reaping. When the right time comes. Praise the name of the Lord. The expectation must be there.
lazima tuwe na expectations ya kile ambacho tunafanya. Although sowing, this principle of sowing also apply to the universe and also to the business world. Tulisema ya kwamba kuna mambo 8 ambayo itatusaidia sana. Wale waliokuwa ibada ya kwanza tulisema muda. Time is a very vulnerable commodity. It's the most vulnerable commodity. Muda. Kuelewa muda ulioko. Ni muda aina gani? Muda. Hata kama kanisa lazima tuelewe muda. Hii nguvu tuko nayo, hatutabaki kuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. There were time you could go for kesha without getting tired. Hallelujah. The more even you enter to marriage, hata kesha unasikia kwamba somehow is a burden. Elewa the time you are in. Muda ambao uko. Na kama kuna mchezo mahali useme mchezo, rudi nyuma. This is the time to do investment. This is the time to sow. This is the time kuinamisha majembe chini, ili ya kwamba uweze kuachia kizazi chako jabu. Kizazi chako kiachie jabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore time, we said in the morning, is the most vulnerable commodity we have. Everything you need, you must show time. If you need better things, panda muda wako. Kama unataka kuinuliwa, jamani, if you want to be so much anointed, you must spend time seeking the one who anoints. If you want as well to engage so much in business, you must show time thinking about business. If you want actually to make your marriage better, you must spend time into your marriage, thinking of how you can make your marriage better. If at all you want to excel in education, you must spend time into education. Spending time is one of the best things. You sow time. Kila unataka lazima ugharimike muda ukikutafuta. We are in the time whereby Mungu hata kama alipanda hilo mbegu ndani yetu kanisa. I know God has planted, has put in us the seed. But it's your work to make that seed work. The environment must be conducive. You create time, you spend time doing that what God has given you to do. And whatever you want, must spend time on it. Don't spend time on the things that didn't add value to your life. Wacha kutumia muda wako kwa vitu ambazo hasitaleta dhamana maishani mwako. Na nilipokuwa nikizungumzia ibada ya kwanza niliwaambia hivi. Jamani, sijui kama usaifika kama mimi ya mama na ni Grace. Ukiwa kule ofisi kwako, unasikia watasema, "Oh, I am my team. Manchester, oh my team Arsenal." And you can hear people even mentioning the names of the prayers. Praise the name of the Lord. And you wonder, jamani, how they can mention all those prayers. Yet they spend time. They could spend the whole night memorizing the names of the prayers. But when you come, watalipwa, wakishida, watalipwa. What about we that we spend time watching and memorizing the name of the prayers? What will you be paid for? And we said we need to switch our game to the things that add value to our lives. Useme ya kwamba from today, I'll change. Hallelujah. Nowadays we have even Facebook, we have even Instagram, we have all manner of things. Ask yourself, does those things add value to your life? What are you using them for? Praise the name of the Lord. We need to engage so much, creating time that is seeking the knowledge, that seeking the ideas, that seeking the things that will add value to your life. Time is the most vulnerable commodity in our life. Praise the name of the Lord. Always spend time on the things that matters. Hivyo tulisema, chukua muda wako kwa kuweza kutabua ama kugundua vitu ambavyo vitaongeza dhamana maishani mwako. Na kama hujui muda ulioko, time does not wait for anyone. Let me repeat it again. Time will not repeat for anyone. Muda hakuna wakati utagojea mtu. Na muda uko, yani time is for everyone, both the poor and the rich. Time. And it's for you. Any time you have, make use of that time.
Make use of it. And you find your business will be able to move forward. Your business, and connect yourself. Use your time even for connections with the people that you see. This one, they will add value to me. They will add value to my business. Time. Praise the name of the Lord. Ask your neighbor, time. How do you spend your time? How do you spend it? Praise the name of the Lord. Hallelujah. Now, the ideas. Moving forward because of those who are not here. The ideas. Number 2, the things you value so much in your ideas, the plans. And we say that sowing into time is good. But also once you sow into time, sow as well. Panda katika ideas, the good plans and the good thoughts. Let always your mind keep on thinking the things, the ideas, the plans that will be able to transform you. Mimi niko, I'm almost 50 right now. And hear me, there is nothing you can do past 50. Hakuna kitu wapendwa. Ile kitu ambao ukifika 50, ambayo kama hii miaka from 30 to 50, yeye mwenyewe pale ni neema tu hapo. Ni neema. Na tukasema ya kwamba ili biashara zetu na mawazo ya biashara isonge mbele, lazima ya kwamba tuwe na mawazo ya new ideas. How can you make your business better? How can? Spending time thinking about ideas. What you think so much about becomes a reality to you. Kile ambacho kiko mawazoni mwako, hivyo ndivyo wewe ulivyo. Kama mawazo yako ya kwamba inafikiria biashara, utakuta hiyo biashara inafanya kazi. Kwa sababu nini? 90% of you is business. You are engaging it into business. Unfortunate for the people who have their mind and they think about negative things. What you think so much is what you get. What you think so much is what you get. And for those who are not born again, if your mind is thinking about adultery, if your mind is thinking about a certain lady, if your mind is thinking about a man, you might ended up even sleeping with that person. What you think is whom you are. What you think is what you are. Praise the name of the Lord. Na naomba ya kwamba church hii tuwe na moyo wa biashara. Moyo ambao you can better yourself. Hata kama umeajiriwa, kuwa na kitu ambacho jameni kitafanya kwamba shukurilai peke yake na kamshahara. Praise the name of the Lord. It can add something to your life. It can add something for you to get a transport. Bwana tukuze sana. Why you are investing so much? By God to give you an idea. Yani wazo la kibiashara, wazo la kupanga juu ya maisha yako. What will you do when you reach 50 years? When you have no energy kufanya kile unafanya, utafanya nini? Bwana Yesu atukuze sana. Lazima tuombe Mungu ya kwamba tusaidie, ya kwamba tuwe na mawazo, the idea. Business ideas must flow. The people who have made it so much in life are the people who have done business. The people who have freedom are the people who have business mindsets. Can you challenge your neighbor? Mwambie neighbor, what will you do when you are past 50? Praise the name of the Lord. Ideas must flow. Lazima uwe na kitu unafanya wewe. Lazima uwe na kitu ambacho kinafanya kuwa unique. Praise the name of the Lord. And we conclude in the first service by talking about talent, vipawa. Mwibaji akaiba ya kwamba wakati tuliokoka kuna vitu Mungu aliweka ndani yetu. Utile modo taheto kedo ni ngai. Hakuna mtu ako hapa hajapewa a something unique. I'm talking about a something unique by God. And God gives a person a raw material. Mungu hatakupatia a find one. For those who doesn't know about raw material, unajua unga ukisiaga mahindi, hiyo mtu siweta untu wake. Huo unga ukipeleka unasiaga, inakuwa na kila kitu. Ile ambayo tunakuranga ambayo ni ya packet is a refined thing. So this is what God normally does. God normally gives you a raw material. The talent in us is a raw material.
You must be able to sharpen your talent. And sharpening your talent is like a panga. Panga iko in a two side. The sharpening edge and the blank side. Praise the name of the Lord. So kipawa hiki Mungu amekupatia, lazima hapa ili kikate ukiweze kukisharpen. Unapokata, Bwana Yesu atukuze sana. When you appear before others, your talent is sharpened. Are you hearing me? Your talent is sharpened. The sharpened edge is to chase away. Yani unapokata baba Nyambura, yani there are so many contractors, there are so many engineers, there are so many managers. Praise the name of the Lord. Because yours is sharpened. Once an interview is called, once you engage to do a certain business, you qualify yourself better than them. Praise the name of Jesus. In other words, you qualify yourself to be better than them. That's the cutting edge. The cutting edge is to chase away the poverty. The cutting edge is to chase away the shame. The cutting edge is to shape away the things that are broken us to enjoy the blessings of God. Praise the name of the Lord. I declare in the name of Jesus, everybody in this church will have a cutting edge. I'm saying everybody in this church will have a cutting edge. Our talent will shine. Our talent will shine. Our gift will shine. Our abilities will shine. May God help you to shine in your talent in the name of Jesus. Number 4. Those are the things we learned. Number 4 is about treasure. It's about treasure. What do you treasure? Doing business, you must treasure something. The Bible says in the book of Matthew chapter number 6, 19 to 21. It says verse number 21, you can read the first number. But where your treasure is, your heart will be also. Mahali utajiri wako uko, hapo ndipo nini kiko? Moyo wako uko. Kanisa, niwaambie jambo hili. Siri moja ya maisha yangu ni hili. Siri moja ni hii. Nilijua ya kwamba God is the one who gives anyone ability. God is the one who say, when he say yes, nobody can say. I knew that from the word go. Na mimi nikienda Muji, Apostle Nicholas, hata nikija huko Meru, vitu mbili nitakaoangalia. Jamani, jambo la kwanza, kama hakuna Mungu, I create my God. Let me repeat it again. 2 things I only admire and I only value into my life. If I go to any city, for me to live a life that is actually enjoyable, 2 things. Kuna Mungu. Kama hakuna na niko na uwezo wa kutengeneza my God to be there, I'll make it. And the second thing, is there a business opportunity? Is there a business opportunity? If you go somewhere there is no opportunities, my brother, my sister, you will be able to stack. Na nilisema kwa ibada ya kwanza, mwanadamu hafilisikagi. Kile kinafilisikaga ni nini? Ni biashara. Mwanadamu hafilisikagi. So God has given you an idea, the wisdom. If you see there is no business opportunity, you can quit that city. You can quit that and you go to a place where there is conduciveness. Bwana Yesu atukuzwe. Kuna wenye walipewa 5, walisalisha 5. Kuna wenye walipewa 2, walisalisha 2. Lakini kuna mmoja hakusalisha. Mungu alitupatia uwezo wa kusalisha. Ambia mwenzako salisha. Mwambie tena salisha. And hear me this. Where your treasure is, there your God is. Luke 6:38. Give and shall be given to you. Good measure, pressed down and shaken together, running over, will put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured on you. God is the one who gives. God is the one who enables. God is the one who quickened the process.
Here's the one. And once you know this secret, you live an abundant life. Your business as a Christian, every Christian who wants to have a financial breakthrough. Kama wewe ni mkristiano unataka kuwa na financial breakthrough, hear me. In addition, kando na time yako, kando na ideas, kando na talent, you must take and reach the kingdom. Enrich the kingdom. Let your heart be enriched in the kingdom. Praise the name of the Lord. In other words, inside you, hakuna separation. Mungu akija angalia kwamba huyu na huyu, it is inseparable. So if I continue blessing him, the more he continue being a blessing. You treasure. You treasure. Ideas. There are so many people who are very rich. There are people who have actually ideas more than you. What qualifies you to become a better is you are partnering with the kingdom. And this kingdom cannot become bankrupt. Let me repeat again. The kingdom you believe in cannot become a bankrupt. Haiwezi kuwa maskini ufalme huu. Hizi zingine zote zinaweza tigizika, lakini hii haiwezi tigizika. Bwana Yesu asifiwe sana. You must manage your wealth. God is the one who gives people the ability to manage their wealth. God is the one who gives people the ability to manage their resources. Praise the name of Jesus. If you want God to prosper you, then God must also be the one you give primarily. You treasure God. Praise the name of Jesus. You create time to look for this God. You look for time to serve this God. In other words, God is the primarily in your life. If you take care of him, he'll take care of you. Narudia tena, if you take care of him, he'll take care of your life. And hear me, church. In this world, everybody is a giver. Dunia hii hakuna mtu ambaye apeanagi hii. Tell your neighbor, in this world, in this world, everybody is a giver. And I have never seen a rich man who is not a giver. I have never seen. How many desire to become a rich people? How many desire to become a rich people? Can you tell your neighbor, every rich man is a giver. Bwana Yesu asifiwe sana. And mtu mmoja alisema, you can accumulate wealth by being a stingy, but you cannot create wealth by being a stingy. Rudia tena. Mtu mmoja alisema hivi, you can create wealth, unaweza sanya utajiri by being a stingy, but you uwezi salisha utajiri. Alo, hawezi. Abu mwambie mzako hawezi. Hawezi salisha. You can accumulate it. Are we together? But you cannot create wealth by being a what? A stingy. Praise the name of the Lord. There are Christians, so many Christians who say they are non-believers who are rich, yet they don't give. Ushaikutana na watu wanasema hivyo. There are people who are rich, but they don't what? They don't give. I don't know whether you have ever encountered that. Praise Jesus. Let me respond. Are you sure they don't give? Are you sure they don't give? They give to where they treasure. They give. You know those people who advocate gays? They give so much. Even to our president, he was actually put in that track and to advocate for those things. Now alipewa. People give to what they treasure. And you can imagine for we Christians, if we want God to continue opening, Milango, Baraka, don't withhold the retro that God has given you. Praise the name of Jesus. Hallelujah. I want to give to multiply the business people in this altar. Because by setting aside what belongs to the Lord,
God will continue increasing you, expanding you, enriching you until people call you blessed. Hallelujah. Hallelujah. Paka watu waseme ya kwamba nikio wa hiregai. Nini huyu alipatia Mungu? Treasure. Treasure God. And especially where your heart is. My heart is to enrich the kingdom. My heart is to do the things of the kingdom. Bwana Yesu atukuzwe sana. It is sooner or later you see God into your life sending, yani coming. Na watu wengine nasemaga na ndugatumane na usitumane Mungu, kuja wewe peke yako. Biashara, kama unataka kuwa tajiri, hata watu wa matajiri dunia hii, unakuta ya kwamba tajiri fulani anasema hii nataka kusupport jambo fulani. And because we are Christian, we need to be supporting the kingdom. Treasure. Taona milango ikufunguka. And a testimony had to be given here. Achana nako tu. Weka hapa. Nika madhabahu haka. Bwana tukuze sana. Huyu ndugu. Najua huyu ndugu. Na kweli nilikuwa namuuliza saa zingine. Alikuwa anatoa 3,000. Huyu. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Hata kama tuamini jambo lingine lote, tuamini hiyo. Bwana Yesu atukuzwe sana. Where your treasure is, where your treasure is. Na niwaambie church, business is about risking. I need to tell your neighbor risk. So sema mwambie mwenye risk. Wapendwa, hata kama nitamalizia na hii. Mimi zile nimefanya ni 12. Naenda tu inaanguka. Naenda na nyang'anywa na kaju. Naenda inafunjika tumawe. Naenda jameni nakuta ya kwamba hata is not sustaining. Kumbe Mungu alikuwa anaangalia. Ambia mwenzako Mungu huwa anaangalia. Bwana tukuzwe. Hallelujah. Nataka ya kwamba laziness in us itoke. Yani what do you call laziness na Kiswahili ni nini? Uvivu uko ndani yetu utoke. Bwana tukuzwe. Niliambia watu wa ibada ya kwanza, hata kama wewe umefilisika, enda kwa mtu yuko hapa mwambie, hata kama nikukuitia customer nitakuitia tu. Hata kama ni customer nitakuitia. Bwana tukuzwe. You can speak in tongues today and tomorrow urare kwa kitanda hiyo. Mungu abaki kuwa Mungu na wewe endelee kuwa maskini. Narudia tena. Unaweza nena na dimi leo. Hallelujah. Na kesho ukose kuamuka sababu hata hauna kitu ya kufanya. Na Mungu abaki kuwa Mungu na wewe baki kuwa maskini. Ni wakati ya kwamba sasa ukishaomba chukua hatua ya imani. Nasema uchukue hatua ya imani. Enda kwa yoyote yule ambaye unadhamini, umwambie kutoka leo, hata kama utanipatia fare, hata kama ni fare utakao nipatia, nipatie kitu ya kufanya, na utaona Mungu akijidhihirisha katika hiyo kazi ambayo unafanya. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Treasure God. Treasure working with God. And you see God expanding your territories. Praise Jesus. Number 5, innovation and creativity. Business requires people who are innovative and creative. Wesi fanya jambo lilifanywa 1980, ulifanya saa hii na reproduce the same results. You cannot. Business requires innovation. Innovation, continuous improvements. Continuous improving your products. Continuous improving your services and your processes. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Bwana tukuze sana. Niliwaambia hapa kanisa ya kwamba hivi, the work we normally does, mimi na ule mama na Kamau na wengine wako huku, tunafanyanga hivi. Ukiona kitabu imeenda kwa muda mrefu na watu wanatakaka kitu mpya, hata kama content ni ile ile, badilisha cover. Badilisha cover. Hello? Badilisha nini? Cover. Wadoa zetu.
Yani umekaa na mtu miaka 30 na mumezoeana. Haleluya. Ni nyumba ni ile ile tu. Bwana tukuze sana. Unanielewa? Nyumba ni ile ile na hutahama sababu ulijenga ni yako. Unaweza hama kwako kweli? Badilisha kitanda. Kama ilikuwa inaangalia hivi, badilisha hivi. Ukiingia hata ukilala ukivua, yani ukilala unachanganyikiwa, hii ni yangu ama sio yangu? Business requires innovation and creativity. Can you take the book of Exodus? Exodus chapter number 35, that 1 to 32. Tuone mtu hapa anaitwa Bezalel. Exodus chapter number 35, verse number 31 to 32. We claim Wanyeki. Exodus 35, 31 to 32. What the Bible says? Able to some that 1 to 32. Hallelujah. Exodus 35. Can we read? And he has filled him. Who is this who has filled this man? God. With the Spirit of God. In wisdom and understanding and in knowledge and all the manner of workmanship. 32. To design artistic works, to work in gold and silver and bronze. 3 things: wisdom, knowledge, and understanding. Whatever you are doing, don't keep on doing the same thing years after years. Are you getting me? And that's why you are not getting the same, you are not getting a unique result. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana atukuzwe. Na mtu wako hapa huanga anashuka watu nywele hapa. Na one thing let me tell you, siku hizi makazi aende auze vitabu kwa kazini yangu. Bwana atukuzwe sana. Hata kama kazini yangu hajaokoka, alitoka ofisi akamsindikiza mpaka town ya Naivasha. Yani dada alikuwa amejiponda, akafanya principal achanganyikiwe. Akampeleka na akaniambia amenipa kazi, lakini hata nikipanda gari nimwambia tutaonana kazi tayari amenipa, hiyo ingine achana nayo. Are you getting me? How you wear, how you talk, how you present yourself, it will make you to have business. Praise the name of the Lord. Habia mwenzako Mungu anisaidie. Mwambie Mungu anisaidie. Kuna watu wako hapa wamepewa too much. Your blessings is where you are. I'm saying your breakthrough is where you are. Kika hotiro kiwate hotire biashara. Wengine wanatoga. Hotire hakuna. Ni wewe. You need also to change the way you talk. Praise the name of Jesus. Opportunities are not many. But hear me. But so many people are chasing them. The opportunities are small. So many people who are chasing. You must be unique. What will you make you achieve is to have creativity and innovation. You will become. Know how to manage yourself. And just tell God, God give me wisdom, God give me understanding, and God give me knowledge. Number 6, marketing and customer relations. Marketing and customer relations. Marketing and customer relations. Understand, serve, satisfy your customer. Understand, serve, satisfy your customer. Take us to the book of Philippians chapter 2 verse number 4. Philippians 2 verse number 4. Marketing. Ukijiuliza kwa nini, why is Safaricom keep on marketing? And number 2 ya Safaricom ni nani? Number 2, the competitor wa Safaricom ni nani? Iko wapi between Safaricom and Airtel? It's like what? It's like heaven and earth. I'm saying marketing, customer relation. Try to get feedback of your clients. Ndugu Apostle, ukiuza vitu yako, yani huyo akulifaya kwa mwingine.
unaweza kosa kumuuzia tena, lakini akulifai kwa mwingine. Namwambia si unipatie, tunasema nanga na Kamau hapa. Ukienda kwa shule lazima identify the school that is doing very well. Ukishika huyo umeshika muji. Ukishika huyo umeshika nani? Ni kama mtu akutake kuingia kanisa la KAG. Anauliza who is so much close to pastor? Anauliza ni na mtu fulani. Ukishika huyo umeshika nani? Pastor. Are you getting me? Are you getting me? Love to certify your customer relationship. Bwana atukuzwe. Na hiyo itafanya kwamba biashara yako inaendelea. People to speak good about you. Let me repeat it again about you. This man, there are certain ladies who are going to Mombasa. Huyu najua ameingia na fujo huyu. Alipokuwa wadada hawa wakida Mombasa, he was giving a testimony, Eroda Munyua. Hawa wadada wakasema walisikia ukisegenywa. Eroda Munyua kauliza walikuwa nasema kuhusu nini? Wakasema how you talk good, how you have a good quality meat. This man wengine akileta kilo 100, unakuta ya kwamba wengine zao ziko pale, yake inaisha by saa 2 na zao ziko pale tu. Philippians 2:10. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interest of others. Watu si ya kwamba wanataka kununua hiyo kitu nauza. Si ati ya kwamba wanataka. Abe mwenzako si ya kwamba wanataka. Lakini kuna mtu atanunua hiyo kitu kwa sababu ya maneno utakayo mzungumzia. Bwana tukuzwe. Bwana tukuzwe. People they have in their homes, but they can buy another one. Praise the name of the Lord. Because of how wewe mwenyewe umezungumza, umependekeza hiyo kitu iwe yake. Hiyo kitu iwe yake. Bwana tukuzwe. Halo. Mimi nikitama kama isipokuwa biashara nafanya, nikienda kufanya ingine. Wanaume kabla wanunue kitu wanakaaga miaka demi na madhadhi. Lakini wanadada, Bwana tukuzwe. Naonanga mke wangu akisema wacha nipande na hapa juu, naona naletewa kashati. Hallelujah. Haikuwa kwa budget yake. Bwana tukuzwe sana. Ladies are spenders. Ladies are spenders. Kama umekaa karibu na lady mwambie thank you because of being a spender. Mwanaume anaweza kuwa tajiri lakini socks imelaluka. Mwanaume anaweza kuwa na pesa lakini hiyo ya ndani imekata. Mwanaume mwingine wa mama wakiwa kwangu kwa nyuma walisema ya kwamba saa zingine tunafaa vest ya ndani ikiwa upside down. Yaani imechapa na tuko na kitu kwa mfuko lakini hatununui. Bwana tukuzwe. Mimi nawasihi kwa jina la Yesu, try to know what people are after. Sing the tune of the day. Wacha biashara ambayo imepitwa na wakati. Are you getting me? Tera mudosi yogi, wacha kufanya biashara ambayo imepitwa na wakati. Wacha mazungumzo ambayo imepitwa na nini? Na wakati. Mama Kiru unaweza kuwa umeajiriwa lakini unaongeza mshahara wako vitu vingine kwa kufanya vitu ABCD ingine. So you are not over reliance to your salary. Mimi napewa mshahara by tarehe 15 sijui zinaidaka wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kile ambacho ni kwamba I'll keep on connecting with my clients. Hallelujah. Where I work, I'm a great marketer. Bwana tukuzwe. And I want to thank God because I'm mentoring somebody here to become a marketer. Sema a marketer. A marketer na mkaga asubuhi bila stock. Anasema nimejituma. Anarudi akiwa na kitu. A marketer. Nasema tutakuwa marketer. Hata kama hatuna capital, tutakuwa marketers na tutabaki kuwa na vitu katika mifuko yetu. Provided you know how to satisfy the clients God has given you.
Tupigie Mungu makofi wapendwa. Yaani unajiamini tu. Sema nitaamuka. Na mahali nitakapoenda nitarudi jioni na kaki. Nitarudi jioni na nini? Nitarudi jioni na nini? Sikiza hii. People doesn't want to know how much you know. People doesn't want to know how much you know. They want to know how much you cares for them. So unapoenda kuuza mwambie, ai, mami naona hii kitu kifaa, itakutokezea. Wamama akisikia hiyo, ai. Hai. Hai. Unamwambia tu, unaona tu, unampima huyu hawezi aka. Sikiza, huyu hawezi kosa kunilipa. Hata kama hakuna na mpango, unamwambia haki nikikushuka hii Sunday watachanganyikiwa. Business mindsets. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Number 7. Marketing intelligence. Marketing intelligent. And then a digital presence. Marketing intelligent. Georgia kwa deka tutora wa deketo. Sawa tu. Eka vetu tu George ka hapa wale tu. Sisi tutakuwa tunatembelea Prado kubwa. Wewe uko pale. Wewe kataa kuandika tu. Hivi tu itakusaidia. Weka tu. Marketing intelligent. Haro sikiza hii. There are people who use their phone. Let me ask you this question, church. Unajua kuna watu wanasemaga, social media platform, they are full of demons. I don't like them. Can I tell you where the world is going? Imekuwa kitu kimo. Mahali dunia tuko. Abia mwenzako, mahali dunia tuko. Amerika iko hapa. China iko hapa. Germany iko hapa. Where we are. Are you getting me? By the way, the things you search in your phone, have you ever noted that? The things you search in your phone, utakuta zinakuja na fujo. That is how the social things are. Idio saragi ya munos zinakuja hapo. Hata zingine hujaziuliza zikuje, lakini ukifungua simu, chua. Now, in your phone, what do you use your Facebook for? What do you use your Facebook for? Abuliza mwenzako, what do you use? Yaani kuna mtu wako hapa kanisa hii na hana Facebook account. Kuna mtu wa church hii hana Facebook account. Hata hiyo kuko ni kwa shetani, huko kwa shetani. Kuna mtu wako hapa, jameni, hata kama kwingine kuna TikTok takataka zingine. Can you use those social media platform to market yourself? The products. Bwana tukuzwe. Sunday market Mungu. Monday weka kile unafanya. Bwana tukuzwe. Let people know what you do. Let people engage. Praise the name of the Lord. Kile unafanyanga. You know, hii mambo ya kumarket kwa TV is coming to an end. Marketing the TV is coming to an end. And the things that will be able to bring results is social media platform. Serikali itaka kuizima, lakini that's where the world is going. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atukuzwe. Weka hizo vitu hapo. Kuna mtu atakuwa akipitia wakati wa gazeti kusoma zilisha. Siku hizi gazeti ni online. Na mimi naomba ya kwamba use the social media platform to advance, to advocate the right things that you do. Bwana tukuzwe. Kile nilikataa wapendwa, ni hado kuyanika social media mejaga. Nimekataa hiyo. Kwani unauza nini? Uliza mwenzako unajiuza nini ukiweka social media ukiwa jaga?
Kuna mambo mengine sio madhabahu. Yaani kuweka wewe dada, wewe kuweka social media ukiwa uchi. Sisi tunasema biashara mzuri ya kiugu, na wewe unaweka biashara mbaya ya shetani. Shindwe katika jina la Yesu. Inua mkono usema Bwana Yesu. Inua mkono sema Bwana Yesu. Kutoka leo I'll take advantage of my social media platform to sell the product I sell. Social media platform. Na leo nikiwaombea utakute ya kwamba kuna vitu, kuna mambo utaanza kuuza saa hii. Bwana Yesu atukuzwe. Saa hii tu. Wako unajiuliza kwani nilikuwa katika giza ya aina gani hii? Giza ya aina gani hii niliyokuwa ndani yake? Bwana Yesu atukuzwe sana. Haleluya. Haleluya. Unapelekea mtu kitu, namwambia anaona, mwambie can I bring it for you? Na unauza na unapata 200 yako, 500 yako. Bwana atukuzwe. You don't have to do manual things for you to get money. You don't have to be so much educated for you to get money. You can do business. Hata ila hujawahi jaribu, unaweza fanya. Unaweza ukafanya. Bwana atukuzwe sana. Na ukija house ya God nasema Mungu asante. I didn't know that there is a seed in me. Kuna mbegu ndani yangu na ilikuwa imezimwa, lakini leo imechupuliwa. Bwana atukuzwe. Nataka tusimame ninapoongea hii ya mwisho. Let's stand on our feet as I pray for you in Jesus' name. The final thing for us to pray is reputation. Branding and reputation. Branding and reputation. Branding and reputation. A strong brand communicates trust. That's why we believe so much in Safaricom. Strong brand. We have a trust. Na wewe pia ukipewa kitu ya mtu rudisha. The greatest capital is about yourself. Hebu simama mahali ulipo. Sikiza hii. The greatest capital is yourself. Not the money. Not the money. The greatest capital is yourself. Can people believe in you? Ramudozi yogi. No jeteke. No jeteke. Tamulia muuliza unaweza niamini? Hai. Nikikupatia 500 yangu unaweza niamini? Na tumeokoka. Abia mwenzako kutoka leo. Establish a very strong blood and a very strong reputation. Grace, if I come to you and I tell you, Grace led me 5,000. Hakuna mahali wokovu inakujia hapo. Si ni kweli wapendwa? Si ni kweli hivyo wapendwa? Nikikuitisha kitu, hata kama mimi I am anointed. Unajua wachungaji wengine wanakuanga wanaanza kusema, "Oh, unajua I am anointed, touch not the anointed." No. No. Nasema no. If I borrow something, I must return it. If you borrow something from me, praise the name of Jesus, return it back. I love how we normally does. Mimi nikimkopa. Kwanza ya wamama ukikopa, ukose kurudisha wewe. Hiyo nyumba hutakaa. Wanaume hai. Wanaume hai. Ukikopa ya wanawake, wacha kusema huyu ukikopa yake rudisha. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Na naombea nyinyi, ukitaka nyumba yako ikae na amani, ukikopa rudi. Hata wewe ukikopa mume wako rudi. Kisha acha kusema Proverbs 22 verse number 1.
repetition. Proverbs 22, verse number 1. Proverbs 22, verse number 1. Can we read as you come to an end? A good name is to be chosen. Take an NIV. Take an NIV. NIV. No, you must know different versions. Can we read? A good name is more. A good name is more than desirable than great riches. A good? Oh my God. Ate mimi digehigirwa nyumba. Mimi siwezi fugiwa nyumba sababu nimekosa mwezi huu. Nikienda kwa baba Nyambura, nimwambie baba Nyambura nipe 10,000, nitakurudishia mwezi mwingine. Atanipa. Good repetitions. Good repetition. And the Bible says a good name is more than riches. And it says, umetotoa. To be esteemed is better than silver or gold. A good name. The capital, your capital is here. It's only that some have misused the good relationship they have with others. Your capital is here. And today, how would I pray that you keep on changing that bad name to become a good name? Praise the name of the Lord. Inua mkono yako juu. Hiyo mambo ambayo tumeweza kusoma siku ya leo, Abia Mungu akusaidie.